So a very good afternoon to you ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back. This is the Boys Arena YouTube channel. Kama kawaida tunakuja kufanya ile shughuli na tuletanga hapa. It will be match week 3 UEFA Champions League predictions. This is the top stage in football world. My name is Ian Kimani and sitakuwa peke yangu. I have my colleague. Naitwa Collins, so stay along as we predict this match na pia uko kwa comment section pia maoni yenu about the games. So welcome so much Kolo. The first match we have Barcelona against Olympiacos. So what is your prediction? Barcelona wamekuwa kucheza game poa, Olympiacos on the same side pia kuchukua ile side. So I think itakuwa game rahisi vile kwa Barcelona because tuliona last weekend wa struggle. So I think itakuwa ni game ngumu kidogo because pia injuries zina affect. But I think Barcelona will win this game, but kuna uwezekano wa GG. So Barcelona win but pia kutakuwa na GG. Yeah. So moving on to the next match, Kairat against Pafos. Kairat against Pafos. Hizi ni timu zilicheza last time. I think the last phase walicheza game 2 champion walipigwa wote because I think Pafos walikuwa wacheza na Bayern na Kairat ilikuwa icheza na Real Madrid na wote walipigwa. I think deficit of 5-0 to 5-1 something like that. So I think ni timu mbili ndogo yes, but they have made it to the Champions League. So hatuwezi sema ni timu ndogo, kuna timu kubwa pia okay, si kubwa but kuna Manchester iko Champions League. So game yao yenyewe ni ngumu, so but I think Kairat inaweza piga mtu hapa. So hapo umepea Kairat the benefit of doubt. Moving on to the next game, Arsenal against Atletico Madrid. Arsenal against Atletico. I think Arsenal imeanza season poa. Sasa tunaona wana top Premier League. Tukifika itaenda hivi hadi mwisho. Pray for them because we struggle sana 3 seasons now. I think Atletico pia wameanza kujituma. I think zile injuries zao watu walikuwa wanaenda I think mbaya sana Atletico. Arsenal on their side. Tunajua midfield yao kidogo si stable sana. Alienda tunaspata alienda akaleta Zubimendi na Merino amekuwa hapo struggle kumkasha na the team. So I think itakuwa ni rahisi vile because I think Atletico ni ile timu ya kimbiza mpira, so I think inaweza kosa Arsenal, but Arsenal generally they are good, so I think wakidefend poa vile wamekuwa kidefend na attack vizuri, I think they win. So hapo umepea Arsenal to win. Yeah. Moving on to the next match, Copenhagen against Borussia Dortmund. BVB na Copenhagen. Hiyo game inakaa ngumu kidogo because Copenhagen imekuwa Champions League for at least I think nimewatch Copenhagen about 3 seasons now kwa Champions League. BVB pia wanajituma poa, so I think BVB will win but on a small margin. So BVB hapa kitwa. The next game we have Bayern Leverkusen against Paris Saint-Germain. Bas in the game zito sasa PSG na Bayern Leverkusen. I think Bayern Leverkusen kidogo chini season because I think their key players walienda, tuliona Tame transfer to Bayern, Witsa kwa Liverpool, Frimpong alienda pia Liverpool. So I think ni game ngumu, but I think PSG wamekuwa pale. I think zile injuries zao kidogo I think zimeanza kushaisha, but at least they have the middle section of their team. Wale players wazoefu wako pale, so I think PSG will win, but itakuwa ni game tight sana. Hiyo ni ukweli, hii game itakuwa deadly, but on the next match kuna Newcastle against Benfica. I think Benfica were in London the last game wakicheza against Chelsea they lost. Na Mourinho pia tunamjua ni mtu tactics, so Newcastle kidogo wanakaa wagumu. I think Newcastle wako home, ama siko sure, but I think hii game itakuwa enjoyable because both teams are trying to build their squad. Hedioe pia anajituma poa. Tumeona ile signings amemake, at least they are bringing impact to the team. Benfica kidogo maybe tuseme coach kwa amekuwa in line nzuri na players, but I think leo ndo ile watajaribu kuonesha nimeshika players wangu na ndio wanacheza. So I think hiyo game kuna GG, but acha tuseme tu inaweza toka draw GG. So GG hapa, and to the next match kutakuwa na Union SG against Inter Milan.
hapo nitapea tu Inter direct win because PSG I think in the second season in Champions League na sijaona wakifanya impact kubwa sana, but I think Inter iko fit because hao ni wamezoea kucheza Champions League more often than PSG, so I think Inter straight win. So Inter straight win. The last match of today itakuwa na Villarreal, watakuwa wanacheza against hii team ya Pep Guardiola, Manchester City. Pep ule mzee kuna kitu ovyo, so I think hii ni game ngumu kabisa because Villarreal this season wako on vibaya sana. I think wanacheza game safi. So I think itakuwa ni game ngumu because pia Man City kidogo though tunasema wako inform but hatujui, unajua ile ukipiga timu mbili ndogo huwezi kusema kwa inform. So I think this is the best game to get themselves. I think itakuwa ni game ngumu jijiko, but I'll give Villarreal a tight win. So Villarreal hapa umesema wanapiga Manchester City. And moving on to the next matches, sasa ni za kesho, zitakuwa zinapigwa pale kesho. Kuna Athletic Club against Karabag. Athletic Club Bilbao na Karabag. I think hapo pia tutapea Athletic Club win because hao ni watu wanajituma, kuna Nico Williams na Iñaki Williams. So I think hapo tu will give a straight win to them. So a straight win to Athletic Club. Alafu kutakuwa na Galatasaray against Bodo Glimt. Galatasaray na Bodo, I think pia hapa tu nitapea Galatasaray straight win because they ni watu so physical na wanajituma poa. So I think it's a straight win to them. So Atalanta against Slavia. Pia ni game rahisi I think for Atalanta because hao ni watu pia wamekuwa Champions League for about 2 seasons kifuatana. Na pia wametuonesha wanaweza fanya kitu because I think the last time they played walicheza finali ya Europa na they beat the unbeatable team, but by that time ilikuwa Bayer Leverkusen and Xabi Alonso, na walituonesha wanajua kucheza ball. So I think plus waje make signings na wajeuza mtu, so I think kini timu imekuwa inajuana, wachezaji wanajielewa, so I think itakuwa pia game rahisi kwao. Say Atalanta to win. So Atalanta to win. Alafu hapa next match itakuwa, I think this is the most informed team saa hii in Europe. Kunakuwa na Bayern Munich against Club Brugge. Bayern Munich, Club Brugge, I think wamepatana champion more often. Club Brugge na Bayern and always Bayern have won. So I think pia isi game ngumu kwao because unajua the opponents they're going to face, so I think it's a straight win to Bayern. So a straight win to Bayern. Next match itakuwa ni the world champions Chelsea, watakuwa wanapiga against Ajax. Ukisema tu world champions hata unajua ni nini tuna expect. So ni ile timu inakupiga na watu 10 kwa uwanja na itakosa coach. So I think pia hapo si game, it's not a topic to discuss. Despite the fact that Ajax pia wanajituma huko kwao, but I think Chelsea are at home, so itakuwa ni an easy game for them, an easy win for Chelsea. So a straight win hapa for Chelsea. The next match kutakuwa na Frankfurt wenye watakuwa wanapiga dhidi ya Liverpool. Sasa hapa ndio nasemanga watu wa Mbwemo. So I think hizi ni timu mbili pia kidogo from yao inakaa kuwa questionable because Frankfurt last season walikuwa so good. But sidhani ni ile signings zilienda ndio ni cost. I don't think because of the signings. Live pia I think ni ile signings walimake. Na ile blanda tu walimake kwa Lesbia I think hiyo ndio ni cost. Tumeona wamelize 4 games in a row. I think wakiluzi itakuwa ni 5 games in a row. Tunamuona akifanya hivyo, I think Pep Guardiola against Man City next season. So I think ukikuwa champion kidogo lazima uchoke, lazima pia ujisahau kidogo ndio uamke. So I think hii game ni ngumu, but I'd say I'll give Liverpool a win, but GG. So Liverpool to win but kuna GG. The next game kutakuwa na Monaco, kutakuwa na piga against Tottenham Hotspur. Monaco na Tottenham ni team ya speed. I think they are playing so well. New coach Thomas Frank. But I think sasa issue tu wako nayo ni pale for finishing. Richarlison amekuwa, but sasa I think amekuwa kidogo because of injury issues and stuff. Monaco iko na Sofati ni msee amekuwa mtuonesha kumbe anacheza ball, tulikuwa tunadhani msahau, but tumeona akiamka. So I think hii game ni ngumu, kuna GG. I'll say Monaco to win. Monaco to win. Kuna Real Madrid against Juventus. Madrid na Juve. Hii pia ni game ngumu because compare Juve wanacheza game poa huko kwao. Real pia tumeona Mbappe ameamua sasa kuonyesha hii season ni yake. So I think haitakuwa game rahisi vile because I think last time tuliona Juve wakicheza na Real Madrid ilikuwa game so dramatic, ilikuwa na mabao.
So I think hii game pia iko na GG, iko GG iko hizi kosa, but I think Juve wakicheza game poa they will win this game. So hapo straight into Juve. The last match of this match week 3 kuna Sporting against Marseille. Sporting against Marseille, Aubameyang, Greenwood siku zote. So hata hapo kuna nani atashinda. I think Sporting wako chini kidogo juu I think wali lose their manager last season. Kidogo season ilianza na best time, so I think kidogo sasa wanajaribu kutafuta extra game yao. So to me I'll say Marseille to win because kuna ule coach Dizabi alikuwa Brighton, akaenda huko ameamsha hiyo timu. Tumeona pia Uba ametoka ile timu ile huko Saudia amekuja huko ameshine. Greenwood alitoka Getafe tukadhani ataenda flop huko, but he's showing what he can do. So I think it will be an easy win for Marseille. So an easy win for Marseille. So thank you so much to all of you who are keeping us locked in. Hizo ndizo zimekuwa predictions za match week 3 UEFA Champions League. We hope to see you very soon. Tuone kijana wetu atakuwa na amefanya vipi. But that's all we had in stock for you. This is the Boys Arena. Keep it locked. Keep on liking, sharing and subscribing. This is how to turn on that notification bell so that each and every time we post unakuwa kwanza to get notified. Thank you for watching. I've been your host, Ian Kimani. Adios.